Mzee, tumekutana hapa, mlikuwa kwenye uzinduzi. Kwanza wewe ni nani? Ungejitambulisha. Mimi kwa jina naitwa Steven Biko Rafael, ninaishi Houston, Texas, Marekani. Nimekuja kwa ajili ya uzinduzi huu. Sasa tumekutana, wewe kama mmoja wa viongozi wa kata hii, ujitambulishe kwanza afu tuzungumze kidogo kuhusu uzinduzi huu. Asante. Kwa majina naitwa George Peche, ni mwenyekiti wa mtaa huu, mtaa Kagoma, katika kata ya Mahina, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza. Kibao hiki kinasomeka uzinduzi wa Elvas hoteli. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Amina Makilagi, mkuu wa wilaya ya Nyamagana, leo tarehe 19 mwezi wa 7 2023. Makofi na vigelegele kwake. Tupo mahali hapa katika tukio hili la uzinduzi wa hoteli ya Elvas. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwanza aliyewezesha hoteli hii kupandwa katika viwanja hivi vya mtaa wetu wa Kagoma katika kata hii ya Mahina. Kwanza ni sehemu ya utalii, manake tukiangalia ndani ya mtaa huu tulikuwa hatuna hoteli. Tunazo taasisi mbalimbali lakini hatukuwa na hoteli. Kwa kweli kwa muda mrefu tulitamani sana hoteli hii iweze kukamilika ili kusudi kwanza ni moja kati ya ajira kwa vijana wetu wanaozunguka maeneo haya. Lakini pia ni moja kati ya vivutio katika maeneo yetu. Tunategemea kupata wageni kutoka sehemu mbalimbali watakaokuja kufika katika maeneo haya kwa ajili ya kupumzika, lakini pia itakuwa ni fursa kwetu sisi wakazi wa maeneo haya, kwani basi nasema mgeni anapokuja basi na mwenyeji anapona. Kwa kweli ni siku ya kipekee, ni siku ya furaha, ni siku ambapo tumejawa na wingi wa furaha kutokana na tukio hili muhimu na nyeti katika maeneo yetu ya mtaa wetu Kagoma. Changamoto ambazo Elvas ameeleza kuhusu barabara na maji, wawekezaji wao wanapeana taarifa. Hili swala alilouliza nyie kama viongozi na plani ya kulitatua vipi ili kazi iendelee vizuri, na labda wawekezaji wengine ambao watakuwa Marekani, Canada na wapi ambao ni wazalendo kama Elvas waje kuwekeza. Asante sana Mheshimiwa mwandishi wa habari. Ni kwamba panapo mafanikio basi kuna changamoto pia. Changamoto zilizoko ndani ya maeneo yetu ni barabara, lakini pia tuna changamoto ya maji. Maji katika maeneo haya ni tatizo kubwa sana. Wananchi wa maeneo haya wanatembea zaidi ya umbali wa kilomita 4-5 kwenda kutafuta maji. Kwa kweli tuiombe tu serikali, na tunashukuru sana kwa sababu mkurugenzi ameweza kuwasilisha kero hii kwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wetu wa wilaya ya Nyamagana. Basi tuiombe sana serikali yetu, tunaamini ni serikali sikivu, kwamba sasa iliangalie kwa macho ya rohoni eneo hili, basi ikiwezekana kwa muda hata mfupi, basi tuweze kutatuliwa changamoto zilizoko ambazo ni maji pamoja na barabara. Barabara kwa kweli zimechimbika sana kutokana na mvua zilizokuwa zikinyesha. Maeneo mengi na makubwa hayapitiki kabisa. Kwa hiyo tuombe sana kutokana na hii changamoto iliyowasilishwa na mkurugenzi wa hoteli hii, basi serikali ichukulie hatua, basi iende basi ikashughulikie ili kusudi basi changamoto hii kiisha. Tuna mategemeo makubwa ya kupata wawekezaji wengi, lakini pia hata wageni watakuja katika maeneo haya. Kwa mfano, mgeni mmoja anapofika katika maeneo haya akikutana na miundombinu imekaa vizuri atamwalika na mwingine, lakini akikuta miundombinu ni mibovu hata subutu. Kwa hiyo tuiombe sana serikali yetu sikivu inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu, basi kupitia kwa mkuu wetu mchapakazi, swala hili basi walichukue kama ni la kwao, kama ni la kwetu katika maeneo yetu, ili basi tuweze kuondokana na changamoto hii na sisi basi tuweze kufanana kweli ni watu tunaoishi ndani ya jiji la Mwanza. Kuna kiongozi mwingine ambaye tumekutana hapa. Unajua kuna chama, kuna nchi, kuna wananchi. Sasa nimetaja hivyo vitatu. Wewe uko sehemu gani? Kwanza mimi ni mwanachama mkereketo wa Chama cha Mapinduzi, na niseme ni mwana CCM, kwa sababu ninaposema mimi ni mwanachama kwa nchi yetu ya Afrika, kwanza tunajivunia kuwa na chama cha CCM. Waafrika wote
Burundi wanajua, Rwanda wanajua, Kenya wanajua, mpaka South Africa. Sisi ndo tuseme founder wa uhuru wa Afrika kabisa. Na kuna kipindi nilikuwa naongea na mtu ambaye pia alikuwa diaspora, nilikuwa namwambia kwamba moja kati ya vitu vya kujivunia na ambavyo vitatufanya sisi tukae kimya bila kuongea ni kukilinda chama cha CCM. Kuilinda CCM isitoke madarakani. Kuiua CCM ni kuiua Kenya, ni kuiua Rwanda, kuiua Burundi, kuiua South Africa, yani the whole Africa country. So, kwa nini unaongea hivyo? Kwa sababu ukiangalia nchi zote, ukiangalia Malawi, ukiangalia na nchi nyingine zote, uhuru wao umeasesiwa hapa na Chama cha Mapinduzi kipindi hicho, wakati wa TANU na nini na vitu kama hivyo. Kwa nchi nyingine zote za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, sisi ndio tulikuwa waanzilishi wao. Sawa, na najua hapa wanasiasa mkipewa mic ndo umepata. Tukienda huko itakuwa ni kama kampeni, lakini ngoja tuje kwenye swala muhimu ambalo limesababisha mimi na wewe tunakutana. Elifazi ni rafiki yangu sana. Nilikuwa niko hapa Tanzania, akasema bwana nitafanya ufunguzi. Basi uje angalau wenzetu waone kinachoendelea. Tulivyokuwa pale kwenye risala yake alisema vitu viwili ambavyo ni changamoto kwa ajili ya kazi nzuri aliyoifanya. Alisema maji na barabara. Sasa wewe unasema uko CCM na umesema ni nani, afisa habari? Ndio, afisa habari wa chama. Sasa kama afisa habari wa chama, najua nyinyi ndio mnaangalia serikali au mnaangalia hii ilani mlioinadi kwamba iendelee vizuri. Sasa hii ambayo ameongea hivi vitu viwili kwanza, na uwekezaji ambao umeufanya amesema 1 billion. What do you think? Kwanza kabisa ni mtoe wasiwasi yeye, na huenda ni kwa sababu ya kutokuwepo nchini kwa muda mrefu, lakini barabara hii ya Maina tayari imeshaingia kwenye bajeti yetu ya mwaka 2023-2024. Ni barabara ambayo inaenda kutengenezwa yote mpaka huku juu. Pale chini patakuwa ni kiwango cha lami kwa kilomita 2.5, lakini huku juu itakuwa ni kiwango cha mawe. Sisi Mwanza maeneo mengi ni ya milima. Kwa hiyo kuna barabara ambazo zina kiwango cha lami, viwango vya mawe na kuna viwango vya kokoto. Kokoto zile zinatengenezwa pamoja na molam. Kwa hiyo hii ya kutoka hapa ambayo inaanzia pale juu, utaona pale juu alikuwa amepachonga kidogo. Hapa karibu na nimeona pale ambapo wamemka bango la mtaa ndio Elifazi ndio. Yes. Kutoka pale kuja kushuka chini mpaka kuna sehemu umeona kuna zahanati. Pale zahanati kutakuwa na barabara ya lami ambayo ni kilomita 1.5. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tayari vimeshaingia, vipo kwenye budget na fedha zimeshaingia, ziko wilayani, ziko Nyamagana. Kwanza kukutoa wasi kwamba barabara haiwezi kukaa hivi. Kwanza ujue Elifazi amejenga sio kijijini. Hapa ni jiji, Nyamagana ni jiji. Tuna wilaya ya Ilemela iko kule, lakini Nyamagana ni jiji. Kwa hiyo kikubwa kwa sekta ya hawa wawekezaji nikwambie, ambao wanakuwa ni Watanzania wenyewe, kwanza wanapewa kipaumbele sana. Ndio maana katika hali ambayo sio kawaida umeona viongozi wengi wa chama na serikali wakiwa hapa, sio kawaida. Ingekuwa mkuu wa wilaya angekuja peke yake. Nimeona hata ACT Wazalendo walikuwa hapa. Pia walikuwa hapa, au ni wadogo zetu na sisi ndo tunaowalea. Au ni kama mnafanya hivi. Maana tunasikia unaweza kawa ni mpango namba 2 labda. Hapana, unajua siku zote inaonekana ACT kumbe ni CCM ndogo iko. Hapana, siwezi kusema hivyo moja kwa moja, lakini kuna kitu nataka nikiongee. Ujue mara zote unapotaka kushinda, unapotaka kushinda ni lazima awepo mshindani. Naomba tu niongelee upande wa uwekezaji sana. Nilikuwa kwa sababu na wewe ulikuwa umeingia, tunaanza ulimwengu kidogo. Sawa, ni kweli, lakini kwa upande wa Elifazi kwanza kitu alichokifanya ni kikubwa sana, ni uwekezaji mkubwa, na mimi nafikiri jambo kubwa kwa Elifazi ni kwa sababu tu amekuta kuna baadhi ya mambo yameshaendelea, lakini mimi nafikiria kwa siku zijazo, kwa baadhi ya wageni, kwanza ni sehemu nzuri imetulia, lakini pia amepata eneo kubwa. Kwa nadhani kwa mwaka wa fedha 2022, 2023, kuna vitu vikubwa ambavyo Elifazi angeweza kuviona. Kama unavyoona, kama pale chini nimekuonesha kuna zahanati, kwa hiyo atakuwa yupo karibu, lakini pia kuna kituo cha afya. Umeelewa? Ambacho kituo cha afya kikitoka hapo inaenda kuwa hospitali ndogo, na kuna vifaa pale ambavyo bado vijaletwa, ambavyo tayari viko mkoani kwa ajili ya kuwasilishwa hapo. Kwa hiyo baada ya muda mchache eneo hili litakuwa ni eneo potential sana. Kwa hiyo tunaamini ana uwezo wa
wageni zaidi na zaidi, lakini yote ya yote ni wasii watu ambao wanaishi nje ya nchi ya Tanzania, lakini ni Watanzania lakini kutoka sehemu yoyote, nchi yoyote Afrika. Kwa sababu sisi Watanzania ni walezi wa Afrika, kwanza hilo nataka ulijue. Kwa hiyo Mwafrika kutoka sehemu yoyote anaruhusiwa kuja kuwekeza hapa Tanzania. Nchi yoyote anaruhusiwa kuja kuwekeza, kikubwa tu afate utaratibu na sheria za nchi zinataka nini, basi atawekeza. Lakini kuhusu Elfaz ni msifu, jambo alilofanya ni kubwa, na niseme tu kwa kila kitu ambacho alichokiomba katika risala yake kitatimia. Nadhani mwezi wa 11, mwezi wa 12 barabara hii itakuwa imekamilika, lakini maji yatakuwa ameshafika. Kwa sasa hivi bomba liko pale chini, bomba kubwa, walikuwa wanachukua bomba kwa ajili ya kuja mpaka usawa wa kituo cha afya kilipo pamoja na zahanati. Naomba tupige makofi pia na tunaingia. Kama kuna mchungaji mzee wa kanisa, karibu. Viongozi wa dini, karibu sana. Yuko hapa mtumishi wa Mungu, karibu sana. Na niombe pia kwa ajili ya kumheshimu Mungu, watu wote tutulie anapokwenda kufungulia shule yetu hii kwa sala. Karibu sana mtumishi. Kwa heshima tumacho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana wewe kwa sababu mwema kwetu, umetuongoza, umeturinda, na hata Bwana tuseme katika kitu hiki Bwana, jina lako lipewe sifa. Lakini pia malaika zako walinze wawe nasi kwa tukio hili Bwana, baraka na neema kutoke kwako, na mwisho wa tukio hili Bwana, sifa na utukufu vikurudie wewe. Asante kwa sababu ya tukio hili na ndugu yetu Elfaz ambaye umembariki na hata umemtia kibali cha kuwekeza maeneo haya. Ninakusihi Bwana kwa ombi hili, baraka ya pekee ikae pamoja naye. Mbariki mgeni wetu rasmi, bariki na wote ambao wamekuja kuhudhuria hapa. Kila mmoja Bwana akuenee katika tukio hili. Kwa jina lako Yesu tunaomba kuamini. Amen. Asante, itoshe tu kwa sababu wote tunaamini Mungu mmoja. Sala hii itoshe kwa niaba ya wote. Nikombe mgeni rasmi na wageni waliko wote, naomba tukae. Atafanya mambo yote mawili kwa haraka haraka bila kupoteza muda. Atafanya utambulisho, lakini pia sasa baadaye atapata muda wa kusoma risala. Kwa sababu ya muda wetu ni mfupi sana, basi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema. Vile vile namshukuru baba yangu mzazi Mzee Jacobo kwa maombi yasiyokuchwa pamoja na familia nzima kwa ujumla, bila kusahau uongozi wa kata hii ya Mahina ya Kagumu kwa namna walivyonishika mkono katika ufanisi wa zoezi hili, kwa kila mmoja na namna yake. Nasema Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa moyo usio wa hiana tunapenda kushukuru kwa kuitikia wito wetu wa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa hoteli yetu. Sambamba na hilo, napenda kukupongeza kwa utekelezaji wa majukumu yako ya kitaifa pamoja na kujenga mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza, hususani katika wilaya yetu ya Nyamagana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba nieleze chimbuko la wazo la kujenga hoteli hii ya Elfaz Hoteli. Ni chachu iliyotokana na wazo la marehemu mama yangu mzazi aliyefariki takriban miaka 2 iliyopita, Bi Generosa Jacobo Simon. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Pamoja na sababu zingine za uwekezaji, ndiye aliyeshauri eneo hili
lijengwe hoteli na liitwe kwa jina tunaloliita leo hili, ambapo wazo lake limeboreshwa na kufikia azma hii. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Elifazi Hoteli ni hoteli mpya yenye kutoa huduma ya vyumba vya kulala, lodge and apartments, ambapo kwa upande wa apartment ina vyumba 6 zinazojitosheleza kwa huduma zote za msingi: sebule, vyumba, jiko, huduma nyinginezo. Kwa upande wa jengo la hoteli kuna jumla ya vyumba vya kulala 8 vyenye huduma zinazojitosheleza: choo, bafu na wifi au wifi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Elifazi Hoteli ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa makadirio ya awali, hivyo inatarajia kuajiri vijana wa Kitanzania wenye taaluma mbalimbali: usimamizi wa hoteli, ulinzi, tehama, utunzaji wa bustani na usafi. Kwa sasa tuna vijana wapatao 10 wa kike na wa kiume, japo mchakato bado unaendelea katika kutoa ajira na vibarua kwa jamii inayotuzunguka. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Elifazi Hoteli kwa kutambua uwepo wa makundi tofauti ya wahitaji katika jamii: yatima, wajane na wasiojiweza, Elifazi Hoteli imekuwa na itaendelea kutoa misaada mbalimbali kwa makundi hayo. Vile vile Elifazi Hoteli kwa kutambua umuhimu wa maendeleo katika kata ya Mahina ipo tayari kuendelea kuchangia katika miradi ya serikali itakayotokea katika kata yetu, kama ilivyoshiriki katika ujenzi wa shule ya msingi wa Nyanguruguru mwaka 2022. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Waswahili wanasema penye moto pana majivu. Basi katika uendeshaji wa hoteli hii, changamoto tupatazo ni miundombinu ya barabara pamoja na maji, hali inayopelekea gharama kubwa za uendeshaji wa hoteli hii. Tunaomba uendelee kutupambania jawabu katika hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa niaba ya Elifazi Hoteli napenda kushukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inavyojali wafanyabiashara na kutambua mchango wa sekta binafsi katika kukuza na kuendeleza biashara, kutoka ajira na kujenga uchumi wa nchi yetu. Tunaamini na ni shauku yetu kufika mbali zaidi kiuchumi. Asante. Ninaomba kuwasilisha kwa niaba ya crew nzima ya Elifazi. Naomba tupige makofi mgeni asikarejea.